Liberati of Jesus. Bwana harusi. Every day I need the variety of Jesus. Every day I need the variety of Jesus. Because he's a good Mbona kama luku imeisha jamani? Mbona kama soda haina gesi? Hapa luku imeisha. Take it from me. Viatu vangu atachukua viatu vangu mimi simchelewe. Aka watu kwenye. Mshukuru Mungu naendelea vizuri, sorry na mafua. Tanivumilia. Napenda kuongea kwa uchache na ufupi. Kwa post ambayo nimeposti jana. Kwanza niwaambie mimi sijakurupuka, najua ninachokifanya. Kwamba wengine wanashambulia sasa mtu ameoa si nini, aliyekwambia ushoga unaondolewa kwa mtu kuingia kwenye ndoa ni nani? Who told you so? Sasa naomba niongee kama mtumishi wa Mungu ambaye Mungu amenipaka mafuta katika vita hii ya ushoga na usagaji kwenye taifa letu la Tanzania. Bwana Yesu asifiwe sana. Huyu kijana anaitwa Abbas. Ni kijana ambaye amekuwa akijihusisha na mambo ya ushoga na mpaka kufikia stage kama hii ambavyo unamuona, mpaka kujifanya kama mwanamke na kuvaa mavazi ya kike na kila kitu kwa muda mrefu sana. Kuna video yake hii hapa, hebu iangalieni, ambapo mpaka mama mzazi, wazazi wake, na inadaiwa kwamba hata mwanamke aliyemuoa ni tomboy. Alitulia kama hivyo. Unausikia ujumbe? Mama nawe nakukabidhi tu. Nimesema nini? Dogo tumaliza, kubwa lilete. Sawa. Huyu bibi atakuja nione mimi karibu. Kwamba sasa usije ukavaa nguo za mwanamke wako upo mwanangu, na mwanamke anaambia mwanamke usije ukavaa pensi za mume wako, zile pensi zako zote mpe mume wako avae. Maana yake ni watu wamechukuliwa kwamba sasa lazima. Sasa hapo kuna ndoa jamani. Biblia imeandika katika kitabu cha Waebrania 13. Nimewekea hapo Waebrania 3:13. Nimewekea hapo, Biblia inasema Waebrania 13:4. Biblia inasema ndoa na iheshimiwe na watu wote na malazi yawe safi. Sio maradhi kwa magonjwa, malazi. Kwa ndoa iheshimiwe na kila mtu. Malazi manake kitanda, manake tendo la ndoa liheshimiwe kama Mungu ambavyo ameumba kwa ajili ya kuongeza uzao, zawadi ya wanandoa, lakini kujenga bondi ili watu watengeneze familia. Sasa huyu mtu kwanza hajabadilika. Lazima mtu mpaka unafikia stage ya kuoa, lazima tukuone umebadilika wewe kama mtu ni shoga ambaye ulikuwa ukifanya hivyo vitendo mpaka umejibadilisha, umekuwa kama mwanamke. Unatakiwa kwanza kupona, kwa sababu ushoga ni vita ya kiroho. Unatakiwa kupona kwanza, tukuone umebadilika kuanzia akili zako, muonekano wako, tembea yako, ongea yako. Kwa sababu hata hii unaona bwana harusi huyu hapa, muone kwanza amepaka makeup. Bwana harusi kwanza anarimbua kama mnavyomuona, hata mapozi yake yamekaa kike. Hii ni ndoa gani? Wewe hapo ulipo, wewe unaye comment hapo unaongea tu bila hata hekima. Mnamuonea hivyo, mtabia mbaya, mnanyanyapa. Wewe unaweza kuolewa na mtu wa design hii? Lakini Abasi akibadilika, akakombolewa kabisa, akatambua kwanza aina ya maisha aliyokuwa anaishi ilikuwa sio hii ya kuvutwa, ya kushinikizwa. Akaamua kuacha, akajitengeneza, akaingia kwenye mazoezi, akarekebisha mwili. Petro wakati anamkana Yesu, kuna jambo tulifundishwa pale, japo watu tumebezi tu kwenye Petro kumkana Yesu. Wakati wanamfuata kumkamata Petro, sijui ndo Wayahudi hao, Wayahudi wanamfuata, wanamkimbiza huku, wakamwambia Petro, na wewe ni mmoja wa Yesu.
ulikuwa mmoja wa wanafunzi wake. Petro akamkana Yesu mara 3. Mimi simjui atokako. Mnaongea nini nyie? Mimi simjui huyu Yesu. Wakamwambia, mbona ongea yako, tembea yako, vaa yako ni kama Yesu? Maana yake unatakiwa mtu ubadilike ili tukuone kwamba kweli umeamua kubadilika na kufuata mambo ya Mungu na kufuata misingi ya Mungu. Lazima maisha yako, tembea yako, ongea yako, kila kitu kiendane na maisha yanayompendeza Mungu. Tuna cases nyingi tunaletewa hapa. Wadada wanalia, wanakwambia Catherine, najuta nimekaa kwenye ndoa miezi 2, huyu mwanaume kanioa kumbe ni shoga. Tunalala chumbani, sengine mambo yanaharibika. Au hawezi kufanya ili tendo mpaka unamwekea vidole. Hizi ni kesi nyingi tunazipata. Wengine ni wengi tunawajua wanaoa kwa ajili ya kofia, kujificha waonekane ni waume za watu, lakini bado ni mabasha, ni mashoga. Sasa maana ya ndoa haitakiwi ndani yake kuwe kuna msagaji, kuwe na shoga, kuwe na basha, kuwe na mlawiti, haitakiwi. Ndio maana hata Biblia imetuagiza ndoa na heshimiwe na watu wote. Sasa nyinyi mnafikiri mtu anaongea tu, mnafikiri watu wanakurupuka. Ndio maana huwa anasemaga, ukiona posti zangu hazikubariki, acha, ondoka, don't comment. Mimi ninazungumza na watu wanaotaka kubadilika, nazungumza na watu ambao wanataka kubadilisha wengine kwa neema ya Mungu. Nataka watu waelewe. Ni hivyo. Na mtu kuwa shoga na msagaji, Biblia imethibitisha amebeba roho chafu 16. Hizo roho chafu 16 mtu anaziondoaje dakika moja? Haziwezi kuondoka kwa sababu mtu anaoa, ni mpaka mwenyewe abadilike, aingie kwenye toba kubwa. Jamani, ushoga si kama dhambi nyingine. Jamani, dhambi ya ushoga na usagaji ni chukizo la uharibifu. Imeandikwa katika kitabu cha Warumi 1 mstari wa 26 mpaka 32. Chukueni msome. Mungu amewalaani na hayuko nao na hawatambui. Na Biblia imetaja wana roho chafu 16, zihesabu hapo, wamejana udhalimu wa kila namna, waovu, wasengenyaji, wauaji, wazinzi, wabakaji, wachawi. Biblia imesema hawana ufahamu, wavunja maagano, wasio na rehema, wasiotii wazazi wao, yani wenye majivuno. Imetaja roho nyingi sana hapo. Maana yake mtu anatakiwa apate deliverance, mtu anatakiwa kuingia kwenye toba ya kweli, sio kukurupuka. Kwa mimi simchukii, simchukii wala sijanini, lakini mimi kwa according to me, according to the Bible, tena niseme hata sio according to me, according to the Bible, the word of God, neno la Mungu, hakuna, yani hapo hakuna ndoa. Watu wanatakiwa kwanza wabadilike. Mtu mwanaume urudi kwenye wanaume, tukuona umekuwa gentleman, umebadilika kuanzia vaa yako, ongea yako, kila kitu, uweze kujisimamia. Mwanaume cha kwanza Mungu alichokuumba ni kujisimamia, ni kiongozi. You see? Hivyo. Lakini mwisho na waombea wazazi hawa ambao kiukweli wanaonesha kutopendezwa na kuumizwa na tabia hizi za watoto wao mpaka wameamua kufanya hii stage. Mungu akawakumbuke na Mungu akawabariki sana 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 sana, na Mungu akawatendee mema. Kingine, kuna message hapa mtu ametuma hapa, wana comment, nitasoma 2 ni wajibu kwamba Catherine kitu alichokifanya